Asante sana mtumishi kwa kunikaribisha. Naomba niwasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biamore mwezi. Hiyo ni ya nyumbani. Biamore aiga. Hiyo ni kusema biamore aiga. Haikuangi rahisi watu kuongea lugha ambao si yao wao wenyewe. Hata ni neema kubwa kuona kwamba tunajaribu. Alawas niko kuambia uongee ya kwangu haitakuwa ni rahisi. Lakini nashukuru Mungu wetu mwenye rehema nyingi aliyeona ni vema tufike mji huu tuweze kunena neno la uzima, nami nashukuru kwa neema hiyo. Tumekuwa hapa muda wa juma nzima na kwaya hii safi, kwaya Makongeni. Naomba msimame tu kwa roho safi, maana mlifanikisha Injili, mtufungie tu mkono wa heri. Msimame tu kwa roho safi tu, mfunge mkono kwa mkutano huu, maana mna dhamana sana. Hata walio kule ng'ambo wajue mnafanya kazi ya Nyasaye. Bwana asifiwe. Waimbaji Bwana wabariki. Na hata kwaya zangu nyingi za district hii zimekuwa zikiimba vizuri. Mnatera vizuri sana. Mnaimba vizuri. Bwana wabariki. Na hata kanisa langu kule nitawaalika pia mkuje kwa jina la Yesu. Kwa hivyo ukipata barua nikialika kwa yoyote hapa, pastor mzuri huu, pastor Bwana asifiwe, ruhusu waje mjini ili watubariki. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake kuona ni vema tuwe na mkutano wa Injili ambao tumekuwa tukiendelea nao. Pastor Mugunda, God bless you. Daktari, God bless you. Na wote wale ushiriki mkutano huu, Bwana awape neema kwa jina la Yesu. Now, maana hatutakaa hapa sana. Leo tuna ubatizo, tunataka tusikie neno la Mungu na tumekuja leo kweli kweli. Hebu tusalimiane juu. Bwana Yesu asifiwe. Peperusha mkono wako, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Alafu kuna pastor hapa. Pastor Kibet. I'm happy to see you. Thank you so much. Na ukasema kwa kinywa chako, sijui kama ulikuwa katika roho, sijui kama ulikuwa katika njozi, sijui, lakini ukasema ya kwamba hata wewe ni associate pastor wa Pastor Naftali, na iwe hivyo katika jina la Yesu. Na kwa Mungu, Pastor Kibeti, hakuna lisilowezekana. God bless you. Si ajabu one day, na si one day, today and henceforth, in Jesus name, Kibet na kanisa lake tuchangamane pamoja katika safari ya imani katika jina la Yesu. Maana katika mwili wa Kristo hauna mgawanyiko. Kwa hivyo, Pastor Kibet, kama Bwana Mungu aishivyo, na ujumbe huu umepita masikioni mwako, na ukawa ni ushuhuda, haya sisi ni yake na nani? Bwana akujalie katika jina la Yesu. Amen. Haya, hapo tuingie katika mahubiri ya leo kwa muda mfupi. Nataka nisungumzie kidogo tu wito wa Mungu wa kufunga historia ya dunia. Wito wa Mungu wa kufunga historia ya dunia. Dunia hii si nyumbani, tuwasafiri na wapitaji. Sisi wenyeji wetu huu mbinguni, maana tunamwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Na naomba hicho kichwa tukipambe tu kidogo, in 30 minutes time tuweze kuita wito, tukabatiza watoto wa Mungu wa mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe katika jina la Yesu. Mtakatifu, mtakatifu Mungu, Mungu wa mbingu na nchi, bahari na chemichemi za maji, mtakatifu ndilo jina lako. Uliruhusu Bwana wa milele tuwe katika viwanja hizi kwa muda wa juma nzima, na sasa katika sabato ya leo, katika vigelegele na shangwe kubwa za kumaliza mkutano wa Injili, Ewe Bwana wa milele ulioleta mkutano huu mkubwa, na kusi ewe Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, nena na watoto wako, maana wamekuja ili wakusikize. Na maana wamekuja, nami naanguka mbinguni pako, niweze kushuka zaidi, nawe Mungu ukatukuzwa katika viwanja hizi, na uwezo wa Roho Mtakatifu ukatembea
katika mkutano huu, na wote wakajue umenena pamoja nao. Roho wako andamane nasi, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mtumishi wa Mungu wa Biblia, tuweze kutembea na andiko Zefania 1 fungu la 14. Watoto wa Mungu wa mbinguni ambao umekuja katika viwanja hizi, ni wakati tunaouita injury hour kwa wasafiri wa kwenda mbinguni, wote wakao duniani, maana duniani hii si nyumbani, si nyumbani tu, wenyeji wa mbinguni. Na ndiyo Bwana wa majeshi amenena katika mkutano huu, na anazidi kunena anapotuandaa kila mtu amwandae kwa ufalme wa mbinguni. Na ole wake yule ambaye ataona ya kwamba hii ni mchezo tu wa panya na paka, ama wa sungura na panya. Wacha nikwambie, kama kuna ujumbe ambao itadetermine your future, ni ujumbe wa siku ya leo. Mtumishi wa Biblia. Na mwalimu, nimewahi soma Biblia inasemaje? Kitabu cha Zefania 1 fungu la 14. 1 fungu lake la 14. Neno la Bwana linasemaje? Linasema hivi. Soma mtumishi. Hiyo siku ya Bwana, hiyo siku ya Bwana iliyokuu ikaribu. Iliyokuu ikaribu. Ikaribu. Ikaribu siku ya Bwana, mtumishi. Inafanya haraka sana. Nayo siku ya Bwana inafanya haraka sana. Naam. Sauti ya siku ya Bwana. Sauti ya siku ya Bwana. Shujaa hulia kwa uchungu mwingi huko. Anasemaje? Shujaa hulia kwa uchungu mwingi huko. Shujaa hulia kwa uchungu mwingi. Tunaye shujaa mmoja, only Jesus Christ, na analia kwa uchungu mwingi anapotazama na kuona jinsi ambao shetani adui wa Kristo Yesu anavyopeperusha watoto wa Mungu na kuwageuza katika ibada za mizimu. Watu wanapotoa miili yao kwa makafara na watoa watoto wao waangamizwe, shujaa Kristo Yesu anaumia anapoona ibada ambao ni chukizo mbele za Mungu wa mbinguni. Na watu wanapokuwa na ibada hii, wao waonekana kwamba wanapotea na kupoteza watoto wa Mungu wa mbinguni. Shujaa analia. Yesu anaona uchungu, maana siku yake ikaribu, mlango wa rehema ukaribu kufungwa. Na anapotazama anaona kila mtu amengandamia katika anasa zake, kila mtu amengeukia njia zake, na neno la Bwana likihubiriwa hata watu hawana haja na neno la Mungu. Kisa na maana adui wa msalaba, shetani adui, amenasa mawazo yetu na akatupeperusha na tukawa nje ya mkondo wa Yesu. Alo, shujaa wa msalaba analia. Yesu anaumia anapoona siku yake inakuja, na anapoona siku yake inakuja anashangaa. Wale wanaoitanishwa na jina lake hawana haja na kumgeukia. Udunia unatufagia, anasa zinatufagia na kukozesha wana wa Mungu. Kumo shetani yumo kazini, na niwaambie, shetani anafurahi sana anapoona ya kwamba neno la Bwana linapita masikioni mwetu, na linapopita linapita na linapita, nasi tunaendelea na shughuli zetu za kawaida. Shetani anashangilia, malaika wa mbinguni wanalia, malaika wanaomboleza wakisema ya kwamba yamkini wangenyenyekea kwa Mungu wa mbinguni hawapendaye, na kwa Kristo Yesu aliyeangikwa msalabani kwa ajili yao, yamkini wote wangeokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nipe tu mkono wa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yamkini tungemgeukia Kristo Yesu. Hebu niwaambie, kama vile tulivyo hivi kongamano zito ambao Yesu akiwa katika kiti chake cha rehema akituombea, anapotutazama vile tumejaa katika viwanja hizi, anatazamia haone uwisho, anatazamia haone matengenezo, na haone watu ambao wanaandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Amen. Mtumishi wa Mungu na mwalimu,
Naomba usome fungu la 17 hapo hapo. Fungu la 17 mwalimu inasema. Inasemaje? Nami nitawaletea wanadamu dhiki. Aha. Hakuna mchezo. Kama chezo. Ukipuuza neno hili, uone kana kwamba ni mzaa wa kawaida. Ujui ya kwamba ujui siku zako. By the way, wacha niwaambie mkutano mkubwa. Na wewe uliye pale mbali kwa maduka wewe, na unanisikiza, ambao ujui siku zako, ningependa ujumbe wa leo ukupatie mageuzo katika jina la Yesu. Maana ujui ya kesho. Ukifikiria kwamba utakula na ukunywe na upumzike vizuri, Shetani amepanga jinsi ya kuondoa maisha yako na utaangamia. Na ndio hapo Biblia ikasema kitu, mtumishi. Ikasemaje? Inasemaje? Bwana atawaletea wanadamu dhiki. Bwana atawaletea wanadamu dhiki. Hata watakwenda kama vipofu. Kwa sababu gani? Wametenda Bwana dhambi. Maana wametenda Bwana dhambi. Na damu yao itamwagwa kama mafumbi. Na damu yao Mwana Nyasaye atukonye. Sijui kama nimesema sawa, lakini naamini nimesema sawa. Bwana atuonee mawera. Bwana atuhurumie. Maana kama damu yetu itamwagwa kama mavumbi. Yes, saa hii tunakula, saa hii tunakwenda, saa hii tuko vizuri, tunalala vizuri, tunaenda tukiwa sawa, maana mashamba yetu yana vyakula. Miwa hapa nimekula kama Kanaani. Hakuna siku la miwa. Ilikuwa kuzuri. Bwana wabariki sana. Tunakula, tunakunywa. Lakini wacha nikuambie, tunashiba vizuri na tunalala vizuri. Lakini kwa ajili ya uasi wa neno la Mungu. Yes, tumeita vizuri, tumehubiri vizuri, lakini wewe uone kana kwamba huu ni ujumbe. Waendelea tu na mambo ya kawaida, na Shetani adui akafunga akili zetu. Wacha nikwambie, siku inakuja, wewe mtoto wa baba unaponisikiza, na wewe ambao ujumbe umeanguka katika viwanja hizi kwa vinywa vya watumishi wa Mungu, na neno likaanguka sawa sawa, hata mbingu na Roho wa Mungu wakakushuhudia ndani yako ya kwamba ukweli umehubiriwa. Bwana asifiwe. Ukweli umehubiriwa, na hata saa hii tukaanguka mavumbini, tukalala. Ukweli ni kwamba mbingu nzima itatuamsha siku ya ufufuo, maana tumemaliza kazi ya Injili. Haleluya. Haleluya. Tumemaliza kazi ya Injili. Yako ni kuamua uje kwa Yesu Kristo. Siku inakuja ambao ghadhabu ya Mungu, usicheze na Mungu wa mbinguni. Mara nyingi huwa ninaumia moyoni kama mhubiri ninapoona Yesu anadhihakiwa na sisi wahubiri. Ninapoona tunamdhihaki Mungu kama wasafiri wa mbinguni. Neno la Bwana inahubiriwa, inaingia hapa, inapitia hapa, inatoka, na tunaendelea na maisha yetu ya anasa. Tutawezaje kupona tusipojali wokovu wetu wa namna hii? Waebrania ndiye anauliza. Tumeshatembea na andiko, tutakaa hapo. Naomba uangalie Habakuki 3 fungu la 2. Mwalimu, Habakuki 3 fungu la 2. Nayo inasemaje? Bwana wa majeshi, nimesikia habari zako. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Nikuulize mtoto wa Mungu wanaitwaje? Tombe. Bwana asifiwe. Amen. Watoto wa Tombe, wewe umesikia habari njema ya ufalme wa mbinguni? Kwa hakika umesikia. Rudia fungu, mtumishi. Mwalimu, narudia katika jina la Yesu. Amen, rudia. Bwana, nimesikia habari zako. Nami naogopa. Huyu ni Habakuki, nabii wa Mungu. Alisikia Mungu na neno lake, ukuu wake na uweza wake, na jinsi hukumu yake ilivyo. Vile Zefania ametuambia, yeye aliongopa sana. Mara nyingi sisi tunaposikia neno la Mungu, badala ya tuongope na tumche Mungu na tuongope dhambi, sisi hata neno inaingia inaenda. Mungu atusamehe kwa jina la Yesu. Amen.
Mungu atusamehe kwa jina la Yesu. Amen. Yeye aliposikia aliongopa, akatetemeka na akamuuliza Mungu wa mbinguni, ewe Baba uliumba mbingu na nchi, bahari na chemichemi za maji, ninaweza fanya nini ili niweze kuokolewa na niwe na matumaini ya uzima? Aliongopa. Sijui wewe mtoto wa Mungu, neno la Bwana linapohubiriwa huwa unakuanga na kicho na heshima ya kuona ukuu wa neno la Mungu, nguvu za neno la Mungu, maana neno la Mungu ina uwezo wa ajabu. Na ili ugundue, Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa nani? Fungu la 12 akasema ya kwamba waliopokea hili neno aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Wake. Kwa hivyo neno la Mungu ambao Habakuki aliongopa, alijua uwezo wa neno la Mungu. Praise God. Amen. Hebu niweze kumaliza na kusema ya kwamba neno hili ambalo tumelihubiri hapa, singetamani uichukie ama uichukue kimzaa tu. Lina uwezo wa kuokoa, lina uwezo wa kuumba upya, na lina uwezo wa kukuongoza hadi mbingu ya tatu katika jina la Yesu. Amina. The power of the word of God. God is God. Na akatubariki na neno hilo litupatie uzima. Maana singemjua Yesu kama neno la Bwana halingepita masikioni mwangu. Mtumishi wa Mungu na mwalimu, twende Mithali 1:23. Kitabu ni cha Mithali 1:23. Hatutahubiri sana, tumekuwa hapa wiki mzima. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kidogo tu alafu tuende mtoni. Inasemaje mtumishi? Mithali 1:23. Soma mtumishi. Inasema mwalimu, geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Rudia vizuri. Mwalimu, nisome Kikisii. Usisome Kikisii, soma Kiswahili kwanza. Asante. Nitafroti Kisii na sitashindwa kueleza. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Ndio. Tazama, nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Jina la Bwana lisifiwe. Amina. Bwana anasema vizuri, atatumwagia roho. Sasa soma ile Kikisii yako mtumishi. Asante. Sasa ubarikiwe. Na unasoma vizuri hiyo Kikisii. One day one time, Bwana akinipa neema, nitajua Kikisii vizuri. Nitakuwa nasoma ili ninaelewa vizuri. Kitabu ni cha Mithali. Soma mtumishi. Mithali 1:23. Mithali ni 1:23. Inasema nini? Kidogo tu mwalimu. Anapofika hapo, maana sina muda wa kuharibu. Mungu wa mbinguni, baba yetu, neno lake anapotoa maonyo na anasema nirudieni. Imagine the word nirudieni ina nguvu. Umefika hapo? Nimefika mwalimu. Bariki. Soma mtumishi. Inasema 1:23. Soma. Moise konjoka moigwe ogokurira kwane birolyo nimba iterero moikone mamanyia mang'anane. Fungu lifuatalo inasema na abeye nko warangiria korende mwangire konyiwera. Kwa nikiwaita lakini mumenikataa. Imagine hiyo Kikisii. Sasa weka hiyo nyingine ya ifuatayo alafu tuweke sawa. Kisha inasema na abeye nkoramboro koboko kwane korende muntu ndetari okorigereirie. Sasa soma Kiswahili twende. Kiswahili inasema anza sasa pale 23, tutiririke tuteremke pamoja nawe mpaka chini. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Asante sana. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama, nitawamwagia roho yangu. Tazama, mnapogeuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe Mungu mwenye upendo mwingi, kumbe kwa rehema zake anasema geuka. Nilikuwa naenda katika njia zangu na kufuata njia ambayo inaweza kuangamia katika hiyo njia. Ananiambia geuka. Ninapongeuka na achana na hiyo njia, naanza safari nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nilikuwa naenda njia zangu, Bwana akanena na nikasikia sauti yake akiitana na akanionya na akaniambia, Makau, njia ambayo unaenda nayo utaangamia hakika. Na mimi nilikuwa naendelea
bila kujua, akaniambia, Makau, ngeuka, utaenda kuingia kwa shimo na utaangamia, maana shetani anakungojea hakuangamize. Na akasema ngeuka, na Makau akasikia, nikangeuka na nikaanza njia ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Unapongeuka na kuanza njia ya uzima, anakupatia kipawa cha Roho Mtakatifu wa kukuwezesha usafiri na ushindi wa kushinda majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ninavyotamani Roho wa Mungu akujalie, akungeuze vizuri na utembee katika njia ya uzima. Haleluya. Tembea na andiko, mtumishi. Naona unaendelea kusema. Inasemaje? Nitawamwagia roho yangu. Alafu unapongeuka, yeye amekuahidi, na Mungu si mwanadamu aseme uongo. Anasema ukingeuka atamwagia wewe, atakumwagia Roho Mtakatifu. Do you know what we are missing today? Bwana alipotuambia tungeuke, hatujakubali tungeuke. Na bidhaa ambayo ingetuongoza kwa ajili ya kutuongoza safari ya imani ili tuwe washindi, ambao ni Roho Mtakatifu, hatujakubali atuongoze. Sasa changamoto ni moja hapa, wana wa Baba, katika jina la Yesu. Bwana anasema ngeuka, hatutaki kusikia. We don't want to turn. Tunaendelea katika njia zetu sana na shughuli na mapokeo ya uongo. Bwana anasema ngeuka, we don't want. Then Roho wa Mungu tutashuhudia akisaidia wengine, akibariki wengine na akifanikisha wengine na akiwainua na kuwajengea tabia ya uungu, nasi tutabaki vile vile miaka na mikaka. Hello. Anasema ya kwamba nitawapa Roho. Tembea na andiko, mtumishi. Na kuwajulisheni maneno yangu. Alafu nikiwamwagia Roho, nitawajulisha maneno yangu. Amen. Nitawajulisha. Atatufundisha na kutujulisha. Na ndio naona ya kwamba katika viwanja hizi tulikuwa na mafundisho mazito ya familia, ya roho ya unabii, afya zetu, maana Roho wa Bwana yupo pamoja nasi ili atujulishe na atufundishe. Tembea na andiko. 24 inasema. Inasemaje? Kwa kuwa nimeita. Nanyi mkakataa. Nimeunyosha mkono wangu. Asiangalie mtu. Bali mumebatilisha shauri langu. Na badala ya kuitikia mkabadilisha shauri langu. Wala hamkutaka maonyo yangu. Na wala hamkutaka maonyo ya Mungu wa mbinguni. Sikia, tembea hapo chini kidogo. Nayo inaendelea ikisema. Inasemaje? Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Mungu anasema ya kwamba atacheka siku ya msiba wetu. Wakati alisema ya kwamba damu yetu itakuwa kama mavumbi kwa ajili ya uharibifu, Mungu atakuwa anacheka. Na ndio dada mmoja alitunga wimbo, anaitwa Rose Muhando. Akatunga wimbo akasema ati Mungu akiwa katika kiti cha enzi anafanya nini? Anacheka. Na wewe nakupanda wewe pia unafurahia wimbo huu ukisema Mungu anacheka. Mungu anacheka wakati gani? Tuko na msiba. Wakati sisi tunaumia. Wakati ambapo sasa Ufunuo 16 yale mapigo 7 atakaoachilia mwanadamu apigwe kwa ajili ya ngumu wa moyo wake na uasi wake, hapo ndipo Mungu atafurahi. Kisa na maana, saa hii Mungu afurahi. Saa hii Mungu anaumia, maana hata kila mtu aweze kuokolewa. Na ungeelewa ile maombi Roho wa Mungu anapeleka mbinguni. Warumi sura ya 8. Anatuombea kwa kuumia kuzito. Imagine kama vile mama huwa ni mgonjwa na anabeba mtoto, naye Mungu amebeba uzito wa dhambi zetu na anatuombea kwa uzito wa ajabu. Tafadhali samea Makau, tafadhali samea Nyakundi, tafadhali kumbuke Nyatiga ama nani? Nyang'ata ama nani? Ndiye huyo. Wacha niwaambie, ninapokumbuka upendo wa Mungu wa mbinguni na uvumilivu wake kwa ulimwengu ambao tuko vile tulivyo, ninaona kweli
We need Jesus Christ. Amen. Na Yesu kama kuhani mkuu katika hekalu la mbinguni, yeye Baba anamtazama, anamwambia Baba, tazama naliumizwa kwa ajili yake, na maana ametubu, na maana amenigeukia. Baba, tazama vile nimeumia, msamehe. Imagine naye Baba wa mbinguni, Mungu wetu mwenye upendo, naye akimtazama Kristo, anapoona makovu ya mikono na anapoona mkuki uliopita mbafuni. Imagine hata kama ulikuwa umetenda nini, anamtazama Yesu, naye Yesu anamtazama Baba, anasema Baba msamehe. Naye Baba anasema kwa ajili yako Yesu nimewasamehe. Amen. Na ndiyo naona ya kwamba sasa tunahesabiwa haki na kuandaliwa kwa ufalme wa mbinguni, maana tumekubali Roho wa Bwana atuongoze. Geukeni mkatubu, mgeukie Kristo, naye atawageukia, atawapa kipawa cha Roho Mtakatifu na atawaongoza. Kwani nikimalizia hapo kuna shida? Makongeni kwaya. Mungu ni mwaminifu na Baba anatupenda. Mtumishi na mwalimu, karibu mtumishi, na ukae chini karazi ya mtumishi. Thank you, God bless you. Na ndio naona ya kwamba kama ni Makongeni mnapojipanga hapa, ningetaka nitaje kitu kimoja hapa. Maana Ufunuo 15, mtumishi, fungu la pili na kuendelea kidogo. Ufunuo 15 fungu la pili na kuendelea. Ufunuo 15 fungu la pili inasema hivi, tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo. Baada ya kuwa washindi tutamiliki ufalme wa mbinguni, Yohana akaonyesha kitu kama bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama, na sanamu yake, na kwa hesabu ya jina lake, walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo, wakiwa wenye vinubi vya Mungu, wakiwa na vinubi vya Mungu, nao wawimba wimbo wa Musa, Alafu mtumishi, na wimbo wa mwana kondoo, tembea na andiko, wakisema ni makuu na ya ajabu matendo yake. Haleluya. Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako, mfalme wa mataifa. Wewe mfalme wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye aliye mfalme wa mataifa ameandaa bahari ya kioo, mji mtakatifu ambao tutafurahia na kushangilia na yeye milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mbona ukose mji ule? Na imagine hakuna pesa unatoa. Mbona ukose ufalme ule na hakuna kitu unatoa? Cha maana ni kukubali Kristo. Ukubali utembee katika njia zake, na kujaza Roho Mtakatifu, na kungeuze, na kupe nguvu ya kushinda dhambi. Mbona ukose mji ule? Swali. Mbona ukose mji ule? Watoto wa Mungu, waulizi na kikisi, mbona ukose mji ule? Kikeranyere omote umuji ule. Na Mungu ameandaa kwa ajili yako. Kiayera Nyasaye ayo aliganire asenga. Na kama ni dhambi ako tayari kukusamehe. Na sekero munyabibe Yesu narange kukukwabira. Na kama ulikuwa unaenda kando na mapenzi yake, na munokugania kwaye gutali, anakuambia rais, ngeuka yago gotebinga onchoka, na nitakuongoza ninkorae, na katika unyonge wako na sobore ugwao nitakujaza Roho Mtakatifu atakaye kuongoza ekerara akorae hadi ile mesa ya kioo, ikashe emeselia wimbo wa Musa na wakera kwa Musa ne wakashangilia pamoja na Yesu, endelele komotokia na Yesu zote chinga kichwa. Unyonge wako hautakumbukwa, wale ugwao mboko dhambi zako hazitakumbukwa, wale ugwao tiboko ulioutenda hautakumbukwa, nasa ulizokuwa nazo hazitakumbukwa, maana umengeuka na Yesu mwenyewe akatamalaki. Atakupa ushindi, atakufanikisha katika jina la Yesu. Uwezo wake ni wa milele, analeta
ndiye anayetuita tumiliki uzima huo. Ni wangapi wanaosema Yesu unaosema tungeuke na utatusamehe na utupe kipawa cha Roho. Mimi ni wa kwanza kumwambia Yesu ningeuze. Kama leo wa kwanza inua mkono juu. Simama na miguu yako katika jina la Yesu. Simama na miguu yako mtoto wa baba. Nikueleze. Leo ni siku kuu. Na Yesu anasema ya kwamba anaita watu kwa wito wa mwisho kwa ajili ya mbingu ile. Ni wangapi miongoni mwetu wanasema Yesu tulienda bila kusikia sauti yako, wakati tunarudi utupokee kwa jina lako. Njoo hapa pamoja nawe katika jina la Yesu. Usiogope mwanadamu. God bless you. Wanaosema ya kwamba Bwana wetu tumeenda bila kusikia sauti yako, tukaenda mbali, na leo tunaona turudi nyumbani. Katika jina la Yesu tuombe pamoja nawe. Kama usiogope, karibu. Usiogope jioni katika jina la Yesu. Mungu anakupenda kwa pendo la milele. Na yuko tayari kutungeuza. Na kufanya wapya katika ufalme wake. Just come. Just come, brother. God loves you. Kuna wale leo wanasema ya kwamba lazima kuzaliwe mara ya pili kwa njia ya maji, Roho Mtakatifu. Njoo mbele katika jina la Yesu. Na unapoendelea kuja waibaji, naomba mtu tupatie wimbo. Watoto wa Mungu, nafasi hii ni yenu. Abali bonsi bae gwetase ngichogo oyogo chikobatiswa na ingu mwasaburu mochi chaiba ni chumwenzi. Na wewe unaoangalia nani anaenda mbele, wewe unaelemewa kuja mbele. Thank you, brothers. Just come. Usiogope, just come. Hii ni nafasi ambayo umepewa. Just come. Usiogope watumishi wa Mungu. God bless you. God loves you. Just come. Kujeni watoto wa Mungu. Na watoto wakienda kwa Bwana wao hawana aibu, hawana haya, wanaenda kwa Bwana wao. Praise God. Just come. Just come. Just come. Usiwe na wasiwasi na usiwe na hofu na usiangalie mtu. Utaenda mbinguni peke yako bila kuwa na mtu yoyote. Just come in Jesus name. Na usifikiri that. God bless you so much. Thank you, brother. Thank you, sister. God bless you. Hakuna kitu kizuri kama kuzaliwa ndani ya Kristo. Ulikuwa unaona njia ambayo haimpendezi, ukangeuka, anakupokea na kukumbatia. Waimbaji, tubariki na wimbo kwa jina la Yesu. Endeleeni kuja tu, usiogope, just come. Wewe ni mwanzo na pia mwisho wa vyote. Thamani yangu ni damu yako iliyomwagika, nipate kuokoa nafsi yangu. Endeleeni kuja, msiogope. Nafasi hii yako. Hujui kesho kutakuwa. Just thank you, sisters. Thank you, brothers. God bless you. We love you in Jesus name. Na neema ya Yesu yatutosha. Thank you so much. Karibu.
1, 2. Hakuna kitu kizuri kama Mungu mwenye rehema akituonyesha neema yake na wema wake. Tafadhali tawasihi, njoo hili Bwana wakati wa mateso hasiangalie ukiangamia acheke, itakuwa ni hasara sana. Anakuita njoo, let's go. Usiangalie mtu. Thank you. God bless you. Wewe ni mwanzo na pia mwisho wa vyote. Thamani yangu ni damu yako iliyomwagika, nipate kuokoa nafsi yangu. Nikufiche jambo gani, Simba wa Yuda? Wewe ni mwanzo na pia mwisho wa vyote. Thamani yangu ni damu yako iliyomwagika, nipate kuokoa nafsi yangu. Sogea kabisa. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Hata kama uko mbali, tuko hapa tukikusubiri. Brother, my sister, come. God loves you. Nipate kuokoa nafsi yangu. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Nikufiche jambo gani Bwana wangu? Niende wapi na kuja kwako? Nipate wokovu, nipate kuokoa nafsi yangu. Asante. Waimbaji wanapoendelea, naalika mzungumzaji mwenzangu Pastor Mugunda naye aweze kusema jambo anapotuombea. Karibu mtumishi. Uso wangu nitaweka wapi ukija, na jeshi la wateule walioshinda. Nihurumie, uniongoze utakapokuja, nipate kuokoa nafsi yangu. Uso wangu nitaweka wapi ukija, na jeshi la wateule walioshinda. Nihurumie, uniongoze utakapokuja, nipate kuokoa nafsi yangu. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Nikufiche jambo gani Bwana wangu? Niende wapi na kuja kwako? Nipate wokovu, nipate kuokoa nafsi yangu. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Nikufiche jambo gani Bwana wangu? Niende wapi na kuja kwako? Nipate wokovu, nipate kuokoa nafsi yangu. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Nikufiche jambo gani Bwana wangu? Niende wapi na kuja kwako? Nipate wokovu, nipate kuokoa nafsi yangu. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Nikufiche jambo gani Bwana wangu? Niende wapi na kuja kwako? Nipate wokovu, nipate kuokoa nafsi yangu. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Nikufiche jambo gani Bwana wangu? Niende wapi na kuja kwako? Nipate wokovu, nipate kuokoa nafsi yangu. Dhambi zangu zote wewe wazijua. Nikufiche jambo gani Bwana wangu? Niende wapi na kuja kwako? Nipate wokovu, nipate kuokoa nafsi yangu. Bwana Yesu asifiwe.